Kama ilivyo ada, kila mchezo una sheria na kanuni zake. Kila mchezo unaongozwa kwa misingi fulani. Sasa leo tutaenda kuchimba kwa undani sheria 8 za mchezo wa basketball. Kwa Kiswahili wengi wao wanapenda kuita mchezo wa kikapu. Lakini kabla hatujaendelea, natamani nikukumbushe kwamba kuna sheria za basketball kulingana na NBA na kuna sheria za basketball kulingana na FIBA. Tunaposema NBA, National Basketball Association, lakini tunaposema FIBA, Federation International de Basketball, ambayo ilianzishwa tarehe 18 mwezi Juni 1932 huko Uswizi. Sasa leo tutaenda kuchimba sheria 8 za basketball kulingana na FIBA, ambapo naweza nikasema hizi sheria zilipitishwa rasmi na kuanza kutumika rasmi tarehe 1 mwezi Oktoba 2024. Twende tukazitazame. Sheria namba 1 ni the game. Ili mchezo wa basketball uchezwe, unahitaji kuwe na timu 2, ambapo kila timu inakuwa na idadi ya wachezaji 5, ambapo kila mchezaji anakuwa na sehemu au eneo lake rasmi la kucheza. Maanake hapo tutakutana na point guard, tutakutana na shooting guard, tutakutana na small forward, tutakutana na power forward, lakini at the same tutakutana na center. Sheria namba 2 ni the court and the equipment, uwanja na vifaa. Mchezo wa basketball unachezwa katika uwanja ambao uko katika rectangle, ambapo urefu wake unakuwa ni mita 28, lakini upana wake 15. Lakini tukija kwenye vifaa, tunakutana na kitu kinaitwa backstop, ambapo backstop inakuwa na ile backboard, inakuwa na basket, ambapo basket yenyewe ina ring, lakini pia ina net. Mbali na hapo, vifaa vingine vya basketball unaweza ukaja ukakutana na score sheet, unakutana na scoreboard, unakutana na game clock, unakutana na shot clock na kadhalika. Sheria namba 3 ni team. Sasa kwenye hii sheria ya team tunasema kwamba wachezaji lazima wao wamewekwa kwenye score sheet kabla ya mchezo kuanza. Maanake ili mchezaji apate nafasi ya kuingia na kucheza, lazima jina lake liwe limeorozeshwa kabisa katika score sheet. Lakini pia kitu kingine kwenye basketball, mchezo hauwezi ukaanza bila kuwa na wachezaji 5. Maanake ili mchezo uanze lazima kuwe na wachezaji 5. Lakini kitu kingine kwenye timu tunazungumzia jezi. Mchezo wa basketball unahusisha socks, ambapo socks unazovaa lazima ziwe visible, zinaonekana, lakini pia lazima uvae bukta ambayo sio ndefu sana, ni ya kawaida. The same lazima uvae t-shirt ambayo sio ya mikono mirefu, ya kawaida, na ni lazima kuchomekea shati yako kwenye t-shirt. Lakini pia kitu kingine kwenye timu ni tunasema, mfano mkiwa mnacheza mwenzenu akapata changamoto uwanjani pale, tunasema sekunde 15 zikipita, au alivyopata injury pale, dokta au timu mwenzake au mtu yoyote, kocha akaenda akampa huduma, yule jamaa lazima afanyiwe substitution, yani lazima afanyiwe sabu, atolewe. Labda ukute mpo chini ya wachezaji 5 ndio ataendelea kucheza, lakini maanake kama mpo zaidi na zaidi, it means ni lazima kufanyiwa substitution. Sheria inayofuata ambayo ni sheria namba 4 tunasema ni playing regulation, sheria za uchezaji. Kama ilivyo ada, kwenye kila mchezo kuna sheria za uchezaji. Sasa katika basketball kunakuwa na kota 4, ambapo kila kota inachezwa kwa dakika 10, ambapo break ya kila kota ni dakika 2. Na maanisha ukicheza kota ya kwanza utapumzika kwa dakika 2. Mkicheza kota ya pili, hizo 2 zikiisha, zote tunazichukulia kama first half.
hapo kunakuwa na dakika 15 za mapumziko. Baada ya hapo mtaingia kota ya 3, mnapumzika dakika 2, mnaingia kota ya pili na kadhalika. Lakini pia nikukumbushe kunakuwa na dakika 20 kabla ya game kuanza, ambapo hizo dakika 20 wachezaji pia makochi na kadhalika wote wanapaswa wawe uwanjani. Ikitokea mwisho wa game magoli yamelingana, hapo kutakuwa na addition ya dakika 5 mpaka mshindi apatikane. Maana yake kwa ufupi kwamba kwenye basketball hakuna draw. Ukitoka draw dakika 5 zitaongezwa, ngoma ichapwe mpaka apatikane mshindi. Lakini kitu kingine kwenye hii sheria ya playing regulation tunasema ile first quarter inaanzishwa na mtu anayejulikana kwa jina la crew chief. Maana yake kama ni kwenye football ningesema ndo refa wakati ule, ndo crew chief, ambapo yeye ana toss the ball kati ya wachezaji wawili wa timu ambao wapo katika back court na ambao wapo katika front court, then atakaye utapo wa kwanza ataipa timu advantage kuendelea na kucheza. That is. Lakini kuna kitu kingine kinaitwa jambo, mpira wa kuanzishwa au wa kurushwa. Jambo, ili crew chief afanye jambo inategemeana na matukio yafuatayo. Tukio la kwanza ni kama hilo nililokuelezea kwenye ile first quarter, akiwa anaanzisha atatumia mpira wa jambo. Lakini kitu kingine ambacho kinaweza kikafanya afanye jambo ni kitu kinaitwa headball, ambayo headball hiyo ni mfano wachezaji wa timu mbili tofauti wameushika mpira wote kwa mara moja, alafu sasa unashindwa umpe nani position, maana yake referee pale ndiye anaweza akafanya jambo. Lakini kitu kingine ni ball out of bound, mpira umetoka nje lakini refa ana mashaka juu ya mtu wa mwisho aliyogusa ule mpira mpaka ukaenda nje, maana yake atatumia jambo. Lakini kitu kingine ni ball in ring, mtu ana score alafu mpira ukaenda ukanasa kwenye ring pale, refa atatumia jambo ili kuondoa utata. Lakini kitu kingine katika hii sheria tunasema ni goal value, thamani ya magoli. Kuna kitu tunakiita free throw. Free throw mara nyingi unapewa attempt 2 au 3, inategemeana na referee, lakini free throw inakuwa ni pointi 1. Lakini ukiachana na hapo, kuna lile eneo nje ya mstari wa ndani ule wa basketball, ukiscore kutokea pale tuna count kama ni 3 point. Lakini ukija sasa eneo lingine lolote la ndani huko, pige layup, umesimama ukapiga jump shot na kadhalika, whatever the case, inakuwa ni 2 point. Kitu kingine, mfano imetokea bahati mbaya mtu akajifunga kwenye basketball yake mwenyewe, kwenye basket yake mwenyewe, yaani bahati mbaya, whatever the case, kitu gani, situation gani, ukafunga kwenye goli lako, hilo goli litakauntika kama goli kwa timu pinzani, lakini ataandikwa captain wa hiyo timu kama yeye ndiye aliyefunga. Lakini ukifanya kwa makusudi mwenyewe ukaenda ukajifunga kwenye basketball yako, ukaenda ukafunga kwenye basket yako, hiyo inakuwa ni foul. Lakini mfano pia bahati mbaya, badala ya kwenda kuscore juu huko chini, labda unarusha mpira ukapita chini ukatokea juu, that is not a goal, it is a foul, inakuwa ni foul. Hiyo ni sheria namba 4. Sheria namba 5 ni